Mimi nikiwa nimesimama hapa leo, tuko hapa na mama ambaye mtoto wake pia alifariki, alikuwa abducted. Mama yuko hapa na huyo mtoto alipotea mwezi wa Oktoba na akapatikana baadaye kwamba amekufa, na pia yeye yuko hapa siku ya leo. Nataka niulize hao viongozi wa Kenya Kwanza ama broad based, nataka tumekuwa kule Bungoma, wanasema kwamba watu wanajiabduct na reports iko hata leo hii. Mama yuko hapa, mtoto wake alishikwa, alikuwa Kenyatta University na akauliwa, alikuwa Tadia, na yuko hapa na alikuwa na watoto wawili peke yake. Na wewe uko pale kwa sababu mnalipwa pesa kuongea na kutetea serikali. Kimani Ichung'wah na timu yako na wakina Waluke ambao mnaongea kwa sababu wewe umeondolewa kesi ambayo ulikuwa umeiba mahindi. Sasa unaongea venye unaongea bila kuheshimu zile familia ambazo zinalia leo hii watoto wao kwa abducted na hajulikani mahali ambapo wako. Nataka niulize kwa heshima kubwa Rais wa Kenya ya kwamba sisi sio kama Uganda, sisi sio kama Rwanda ambao wamekaliwa kama chapati, wamekaliwa kama kuku. Sisi tuko na freedom of expression na lazima tu exercise hiyo, kwa sababu mimi juzi nisema sisi vijana ndio tunajua this nation belongs to us. Kenya hii ikiporwa, vijana ndio wataumia for the rest of their life. And that is why mimi wakati nilisimama kura nilikuwa kijana mdogo, nilikuwa boy kijana Gen Z. Na mimi hapo niambia tuende simama kura, wakati nilitembea humu nikaona uongozi ambao ulikuwa hauko uongozi ambao unasaidia watu jinsi mimi nilikuwa nafikiria watu wangu wanaweza saidiwa. Ndio nikaamua kusimama kura ya ubunge, na kupitia kwa neema ya Mwenyezi Mungu wamama wakaniona huruma, wakasema mtoto huyu anateseka, anafanya nini? Wakasema, wakanipatia nafasi ya kuwaongoza. Ndio nasema ya kwamba hawa vijana hawa mwenye mnawaambia wazazi wao waongeleshe ni watu wakubwa, ni watu ambao wamesoma, na ni watu ambao wanataka nchi ya Kenya iende mbele. And now we are here to announce it to the nation ya kwamba as we the young people, we are not going to stay quiet and to stay in silent. Watoto wetu, vijana wenzetu wakiendelea kuwa abducted. Na kama itakuwa hivyo, tutaanzisha revolution, tutaanza kudemonstrate. Hata ile ya finance bill itakuwa mchezo, na watafanya maneno Ichung'wah ulikimbia na utakimbia sana, na kuambia ndugu yako. Kando na hiyo, mimi nataka niulize mambo yetu ya SHA. Juzi mlikuja mkatoa NHIF. Hii NHIF mlitoka wamama wakuwa na complain about it. Mmetuletea mambo ya SHA. With my investigation ambayo tumefanya juzi, hata ile SHA ambayo mnasema inaenda kusaidia hatuoni, kwa sababu hiyo information is only iko tu na rais, wewe ndio unajua, na CS peke yake, lakini the stakeholders, the system, wale hawajui ni muhindi mmepatia hiyo kuregister watu kwa SHA, na elewi system ya Kenya ya health inaenda namna gani. Na hii tunangoja iflop, alafu tutauliza tena, vijana wakimuuliza muanze ku abduct venye mnafanya. Lakini miaka imebaki, miaka 2, miaka 1.5, na watu wanarudi kwa debe. Baba ureva ngarudi, utaambia nini wananchi tumewafanyia nini? Otherwise, asanteni sana. Na mimi pia nataka niulize Mheshimiwa Timo, mfanyie wananchi kazi kama county government, na mambo ingine hii tuachane nayo. Mfanyie mambo ya chama ati gavana kutembea kufungua maofisi ati ya ODM sijui nini. Hawa mama hawakuli ODM, wanataka maendeleo. Sepita Salasia muko na maendeleo na support. Mbona na wata mretia. Asanteni sana. Niko na mchango wangu hapa. Najua tulikuwa tumechanga kidogo. Mimi nikiwa nimesimama hapa leo, tuko hapa na mama ambaye mtoto wake pia alifariki, alikuwa abducted. Mama yuko hapa na huyo mtoto alipotea mwezi wa Oktoba na akapatikana baadaye kwamba amekufa, na pia yeye yuko hapa siku ya leo. Nataka niulize hao viongozi wa Kenya Kwanza ama broad based, nataka tumekuwa kule Bungoma, wanasema kwamba watu wanajiabduct na reports iko hata leo hii. Mama yuko hapa, mtoto wake alishikwa, alikuwa Kenyatta University na akauliwa, alikuwa Tadia, na yuko hapa na alikuwa na watoto wawili peke yake. Na wewe uko pale kwa sababu mnalipwa pesa
kuongea na kutetea serikali. Kimani Ichung'wah na timu yako na wakina Waluke ambao unaongea kwa sababu wewe umeondolewa kesi ambayo ulikuwa umeiba mahindi. Sasa unaongea venye unaongea bila kuheshimu zile familia ambazo zinalia leo hii watoto wao kuwa abducted na hajulikani mahali ambapo wako. Nataka niulize kwa heshima kubwa Rais wa Kenya ya kwamba sisi sio kama Uganda, sisi sio kama Rwanda ambao wamekaliwa kama chapati, wamekaliwa kama kuku. Sisi tuko na freedom of expression na lazima tu exercise hiyo, kwa sababu mimi juzi nisema sisi vijana ndio tunajua this nation belongs to us. Kenya hii ikiporwa, vijana ndio wataumia for the rest of their life. And that is why mimi wakati nilisimama kura nilikuwa kijana mdogo, nilikuwa boy kijana Gen Z. Na mimi hawakuniambia tuende simama kura. Wakati nilitembea humu nikaona uongozi ambao ulikuwa hauko uongozi ambao unasaidia watu jinsi mimi nilikuwa nafikiria watu wangu wanaweza saidiwa. Ndio nikaamua kusimama kura ya ubunge, na kupitia kwa neema ya Mwenyezi Mungu wamama wakaniona huruma, wakasema mtoto huyu anateseka, anafanya nini? Wakasema wakanipatia nafasi ya kuwaongoza. Ndio nasema ya kwamba hawa vijana hawa mwenye mnawaambia wazazi wao waongeleshe ni watu wakubwa, ni watu ambao wamesoma na ni watu ambao wanataka nchi ya Kenya iende mbele. And now we are here to announce it to the nation ya kwamba as we the young people we are not going to stay quiet and to stay in silence. Watoto wetu, vijana wenzetu wakiendelea kuwa abducted. Na kama itakuwa hivyo, tutaanzisha revolution, tutaanza kudemonstrate. Hata ile ya finance bill itakuwa mchezo na watafanya maneno Ichung'wah